nasi twataka ushirika na wewe. Ewe Roho Mtakatifu, ushirika na wewe, na wewe nataka. Ekaya na manes karabane. Nataka ushirika. Sema mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Kanisa lataka ushirika na wewe. Ewe Roho Mtakatifu, sisi twataka ushirika na wewe, na wewe, na wewe, na wewe. Imba nataka ushirika na wewe. Acha hili liwe ombi lako. Liwe ombi lako. Acha liwe ombi lako. Nataka. Naomba ushirika na wewe. Natamani ushirika nawe. Hili ni ombi langu Bwana. Hili ni ombi langu Mfalme. Ya Baba, sema nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Sema hili ni ombi letu Mfalme. Hili ni ombi letu Roho Mtakatifu. Mwambie nataka ushirika na wewe. Nataka kushirikiana na wewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Roho, sema nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Sema hata unaponena nasi, natamani ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Mwambie mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Natamani ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe. Roho Mtakatifu. Thank you. We glorify your name, Father. We thank you. Tunakuheshimu, tunakushukuru. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio mweza wa yote. Ya mbingu na ya dunia zote ni zako. Natubu dhambi zote nilizozitenda kwa makusudio na zote zilizozitendeka katika njia ya kuelewa. Ninaomba msamaha kwa niaba yangu, kwa niaba ya watoto hawa, na kwa niaba ya kila mtu katika nyumba hii, na kwa niaba ya taifa letu la Kenya. Naungama dhambi zangu zote. Naungama dhambi za kina mama, za kina baba, za hata rais wa Kenya na serikali yote ya Kenya. Tukumbuke tena. Likumbuke taifa hili, maana ulisema huyu ni mtoto wako. Jehova, mkumbuke. Ni mtoto wako wa Juda. Mkumbuke tu, usiache nchi ikaangamie, bali utukufu wako ukajidhihirishe, na the revival uliyoisema ikafanyike. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. Watoto mwende. May God bless you. You may be seated in the mighty name of Jesus Christ. As akoromo goko muriega ni mokire vio motoireko acio ke mathireko ne marioka di mumere moke sade ne gamagorera kamutu neguo. Good. Habari zenu nyote? Munaendeleaje? Munapelekanaje na jenzi? Munapelekwa sawa sawa?
Mliambiwa mlitishiwa maisha mkakaa nyumbani. Sasa mumeanza kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Karaja. Kwani huko? Thank you. God bless you. I'm happy for you. Mwabieni wale wengine watoke nyumbani. JC haina ubaya na watu wazuri. JC ina ubaya na wakora. Wewe ni mkora? Tokeni nyumbani. Kujeni. Tutafute Mungu. But if you suspect yourself, don't come out. JC ni watoto wa Mungu. It's a security from heaven. Sema security from heaven. Ni jeshi ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Judges ni waamuzi 6 atirereri furoriko wa Kikuyu. Naye wana wa Israeli wakatenda yaliyo maovu mbele ya macho ya Mungu. Naye Mungu akafanya nini? Akawaachilia mikononi mwa Midiani miaka 7. Kwa hivyo wa Midiani wale wengine kwa waombezi kama nyinyi mungeomba mseme pepo toka, tunakemea mapepo. Wa Midiani walikuwa wanawaacha munalima wanakuja wanachukua usiku mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. The day mnaenda kuharvest wanakuja wanachukua. The day mnaenda kuharvest wanakuja nafanya nini? Wanachukua. Kumbe ni Mungu aliachilia wa Midiani wakuje watengeneze hawa watu wakuwe na kichwa mzuri. Halo. Sasa watoto wanaitwa JC ni wa shetani. Those are angels from heaven. Tuendelee kuwaombea wafanye yaliyo sawa, Kenya yetu isimame vizuri. Hata kama ni hapa kuna ubaya waigie, watutengeneze vizuri. Tunaona wakora wengi hawako kanisani, wako nyumbani. JC inafanya nini? Ati itakuja occupy. Occupy mpaka hata wazazi wale walevi, wazazi wale wakora. JC igie kwao you occupy. Mpaka wazazi wakuwe na kichwa mzuri. Ndio watoto turudi nyumbani. Wazazi waweze kutulea vizuri, si ndio? Kizazi hiki ndio kimepotea. Wakati nilikuta babangu alinichapa, mimi babangu amenichapa mpaka nikiwa form 4. Vita ya mwili, vita mzuri. Ameninyorosa mpaka nikiwa form 4. Sasa hizi kale katoto kagu nakaitaga baba. Kana kusema siendi shule leo nakabia baba noguo. Asante sana. Kana niambia hakakuli. Ungeambia mama yako zamani ukuli? Ungeambia mama yako ukuli? Sasa hizi kanaambia sikuli. Ama the food looks filthy. The food is not delicious. Baba kaa hapo. Unaitana haraka mtu wa boda aende anunue chakula kingine baba akule. Kwa sababu hawezi kukula hiyo. Na anachukua naenda anamwagia ubwa. Because that's the generation that we have. Mwambie mwenzako tunarekebishwa. Hata abieni Ruto mwenye ataona Ruto mwambie anarekebishwa. Si ndio? Abieni maminister kina Kithure Kiduki that is why they are home. Waende watengenezwe warudi tena. Si ndio? Kama watapata nafasi. Otherwise hata kanisa. Hata kanini? Kanisa tunarekebishwa na mkubali turekebishwe. Kutakuja na wave nyingine kubwa kuliko hii mnaona. Hii imemaliza kazi. There is another one itakuja strong and powerful kuliko hii. Hiyo ikipita kutakuja sasa na ile ya kumalizia. Another strong, very powerful yenye itakuja sasa kuset kila kitu ikae in order. Toa hiyo kitu yote. Toa hiyo weke hapo chini. Tunaelewa hivyo? Kwa hivyo kama mnaogopa hawa kuna wengine wanakuja. Hizi ni sugura. Chita zinakuja. Na kutoka chita malayo itakuja. Sijui kama mtakaa wapi. What are you going to do? Karaja dokebe ogaidia do. Sympathy Karaja Mike. Ndio hiyo. Si mnakumbuka Karaja? Our first born pastor. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Nimeokoka, niko salama. We are doing fine. Moro kunaenda vizuri. That my family is good. But leo ni siku ya maana sana. Wale wanajua kwa nini tuko hapa. Sigeachwa nyuma in such a noble cause. I love you all. Mungu awabariki. Thank you.
Na mnajitengeneza kikundi hivi ya watu 7 8, mnateremuka Moro, mnaenda mnamboost. Si ndio? Wacha kukwamilia hapa, mnakwamilia hapa, mnakwamilia. Hapa sitaki watu wengi. Hii ni kutengeneza na tuma, ni kutengeneza na tuma. Next 2 months from today tunafungua Thika. Yeah? Na hapa hatutafanya kama ile mambo Kiagei anafanya na hapa chini ya kuvuja makanisa ingine. Watu huyo kuja hama kanisa anakuja na mwenda kumfungulia kanisa, pana. Watoto wale tumelea. Ndio tutafanya nini? So that is why naona kwa mkali kwenu. Si unaona mpaka mmeanza kunyoroka sasa. Lazima nikuwe mkali because I want to have our own children opening branches. Watu wako na vision ya mahali tunaenda. Si mtoro atoroke kanisa ingine akuja nimfungulie, hapana. Kama umekuja hapa na hiyo nia, ati unafikiria nitakufungulia baba ama mami, hapa utacheza kidogo. Utakuamilia tu kidogo. Gari kubwa, jitayarishe uende Thika. Simama tu najua kuone. Simama. Wewe ndio utaenda Thika. Huyu tumeenda naye mlimani Ngong miaka mingi sana. We have been every Monday tumekuwa tukienda Ngong na wale wa mama wengine. Na wazee wale tulikuwa tunaenda na nyinyi Ngong kila sasa kutoka leo. Mwisho the last Saturday ya mwezi. Every last Saturday ya mwezi tutakuwa tunakutana Ngong. Ile church tulianza Ngong kwa mlima. Church hii ilianzia Ngong. Si ndio? Wale tunajua. Let's go. Every Saturday ya mwisho Karaja wodi utakuwa kituongoza kwa mlima. Watu wote kanisa msima tunaenda huko, tunaomba, kila mtu anaingia huko, nalalanga huko kwa kichaka. Ukilala unalala unasikia kitu inapita hivi, kuangalia unaona ni nyoka imepita juu yako imeenda, lakini haiwezi kukuguza maana huko ni friendly. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huko ni nini? Ni friendly, ni kwa Mungu. Kama juzi nimelala huko siku ngapi? 3 kwa kichaka, navaa kimonyole, kiratadi ya monyole. Unalala huko ndani ukiomba Mungu. Ndio naona watu wezi. Si wametujaribu yao yote. Wamejaribu kila aina ya attack. But they are not able. Ukiobewa na mama kama haya, umutumia to ya aitete maithori make agikuhoyera ri toka. Niki waki horero uguo ta mundu. We mwega. Nikurari murwaru. Presa. Ya gukinyirie kuri. Hebu ndio mauru muno. Nonyuete dawa. Onywaga iriko. Oi mwe. No riu we mwega biu. Ya riu ndi mwega biu. No uringe mundu ngudi. Kaniga. Acha ndinge gukora. Ayo toiletu twakwa tutu. Umeona? Wamekuwa smart. Niguo. Yeah, mami. Ni ukinyire. Good. Niki wakihorera ta mundu murere. Geithe Kai. Good. I love these people. Hawa tumeenda nao mlima miaka karibu 3 huko kwa mlima. Tunaenda washosho kama huyu analala huko kwa kichaka. Na wewe huwezi enda. Maana wewe ni special. Nikikwambia tuende tulale kwa kichaka, huwezi kubali hata dakika moja. Nao nataka tuende, tutaenda kulala huko kwa kichaka. Ukikaa kidogo nasikia fisi ndio hiyo anapita, unaambia Mungu nikumbuke sasa. Ukikaa kidogo nasikia inaitwa ile ina pembe zimekaa hivi. Buffalo ziko hapo. Unasikia ikikuja hivyo, nakwambia ndio ile buffalo pale. Sasa hiyo naambia Mungu niko karibu kuja home. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda sana. God bless you. My sister, you're allowed. Yeah. Would you want to say hi to people? Ama utaki kuonekana ukiwa hapa? Uko sawa? Nikupatie? Ama uko sawa? Utaki? Thank you. God bless you. Leo nataka tusome kitabu cha Biblia. Nataka nikwambie kitu kidogo tu. I'm going to take only your 45 minutes. Na kutoka hapo tutafanya mafundisho ni jioni, saa hizi ni mahubiri. Shut up. God
is still in control. Hiyo ndio topic yetu. Shut up. Tumia kanau. God is. Wacha hiyo makelele mingi ya kushinda ukilia. Mara kidogo mara kidogo pastor ndaiva woere manekinyete mwisho. Ugekinyete mwisho ithu twagekinya mwisho wa ngoma. Undu kiambiririe na Ngai ndage kuhoera ki. Waheko ni ukinyete mwisho ri. Unu wakinyeria mwisho na ki na ngoma. Riu weterera ki? Wone Ngai akiruta wira. Ama namna gani? Mtu akinipigia niambie nafika mwisho na mabiaga hallelujah, God bless you. Maana umefika mwisho. And that is why we need to understand. Lilia Ngai agukinyia mwisho kana ngoma agukinyia mwisho, the next person ni Mungu anachukuaga. Na Mungu hawezi kutembea na wewe kama bado uko na shetani. Mungu hawezi kutembea na wewe kama bado shetani amekushikilia. Lazima muachane na shetani ndio Mungu akuchukue. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we are failing. Maana ukikuzwa kidogo, kwa sababu sisi yote ni mayai, ukikuzwa kidogo unakuta paka mtu anaanza kwenda namna gani? Anaanza kwenda hivi. Nani kama yuko kama desha? Nani kidogo? Ni ile kitu kinakuaga kimemea hivi. Amekanyaga kikamuduga. Sasa anasema, "Pastor, ndaiwa ojige mahoya ine. Utikwega ni guthukire ko." Kinyaga gethuki kinyamo kiuma hau. Na ndirenda ici ni tho ciakwa cirenda kunjuraga. Niki wakinyaga. Na kinyaga kigutu kiuma na hau kiatheca na guko maguru. Na ndirahota guthie. Na ndie kana ni ngaroka kanitha rucio. Ojigwira kwera tu ndirikana mahoya ine. Uguthiaga no gwikirite ratu. Ati aca no gucera goro uguo. So nashindwa. Huyu ni Mkristo aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mkristo aina gani? Mkristo ni mtu anajua kusimama. Wakati wa kiangazi anasimama. Wakati wa kuna chakula anasimama. Wakati kuna matatizo anasimama. When you are in good condition anasimama. You should always be able to stand and proclaim the goodness of God. Licha ya shida, because shida ziko. Sina wabiaga kule mimi nimepitia. Mimi sikuwa nimeokoka wakati nilikuwa nashikwa na polisi. Lakini I will come. Nikienda jela nikirudi nilikuja nikiwa stronger. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nilikamatwa, nilichukuliwa na helikopta kutoka kwangu pale Gong, pale panaitwa Scheme 304. Nikachukuliwa shwa, ndege mbili zikakuja. Makomando wakateremka na nikachukuliwa nikaenda. Watu wakasema, "Oh, sio ni hadhira." Paka wengine wakagawanya vitu zangu za nyumba na viti na meza na sahani zote zikachukuliwa. Bana nilienda kukufa na hakuna mtu mwingine, na wale tulikuwa tunakaa wao ni mavuredi. Walikoja nikufe sikukufa. Ndio huyu mimi nahubiri. Wakaniataki huko wakashindwa, nikaingia kanisani. Ndio hawa sasa wakanilima kabisa. Tuliiba kawimbo kingine hapa kwa baba yetu hapa. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Mwambie adui zangu, niko chini. Niko chini. Lakini the amazing story about all this ni hii moja. Ya kwamba wakati kiliumana nikiwa huko, na waliniambia niko chini ya mwamba, kumaanisha hakuna shetani ana uwezo wa kunipiga. Hakuna shetani ana uwezo wa kuniona. Lakini wacha wakati kiliumana huko, walienda wakambia mchungaji, "Uweke. Huyu mtu anakujua hapa polisi. Na tutamalizwa kanisa yote itamalizwa." Mimi kwenda huko nilikutana na security wameniambia usirudi kukuja hii kanisa. Nikamuuliza ni kwa nini? Wewe kwa taraibu yako dhokete. Si unasikia tamari ndio imetakasa. Na inatakasa tu jina yako. Na inatakasa sasa unataka kanisa imalizike. Nikakumbuka nikajiuliza, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Mwambie niko chini ya mwamba. Kama maadui waambiwe niko chini ya mwamba, nao maaskari wamesema wananitafuta, na wewe ni mchungaji, na wewe ni muumini, na unaamini niko chini ya mwamba, mbona utishike? Why? That is the nature of a Christian. Hakuna watu feki kama Wakristo. Si kama mmewahi kujua hivyo? Hakuna watu feki dunia hii kama Wakristo. Because wakati nilikuwa Muslim, nakumbuka kuna siku moja nilipelekwa na huko Lamu na huko hivyo.
Wakati tuliingia hivyo tukaenda tukachukuliwa na kina Mohamed kubwa, wale walipigwa, wale waliuliwa, wale walikuwa magaidi. Sasa huko ndani kuna mahali walikuwa na Kiunga, na huko Kiunga kuna mahali walikuwa na train watu kuhusu kufa kwa sababu ya Mungu. Na kukufa kwa sababu ya Mungu ni kufugwa bomu hapa. Unasikia sasa wakafuga hapa, wanakushikanisha kila kitu. Unasikia kameza ting ting, na sasa ni kuhesabu, kana hesabu. You are being trained. Sasa ting ting. Sasa kanaenda kakihesabu kwa 60, 59, 58, 57, 50 nini? 50, 40, 35. Sasa unaendelea venye kanaendelea, ndio kanako karibu kulipuka. Sasa angalia, sasa ni mimi tuko hapa, Maina alikuwa hapo na mwingine alikuwa hapo. Sasa ni kufundishwa. Sasa kila mtu amefundishwa venye kameza twing twing. Sasa nikaangalia nikaangalia Maina, nikaona jicho imekuwa kidogo na yangu imekuwa hivi, na mwingine hapa nikaona hata amevuga, hata ameligoya, kama ameligoya hivi, ni kama ni kwenda ameenda kakaenda kakapakisha 13 10. Mimi nikasikia na huko nikaangalia chini, nikaona tumaji tumekuja, na sikujua venye tulitoka. Tumaji tu tulikuja tukakaa kama kaocean. Huyu nikaona maji imetoka, huyu nikaona maji kakuwa kama ni kama kwenye ocean tuko huko. Sasa kifika tu akafanya akasema. Kutoka hapo nikamuuliza tunaenda ama kuna ingine tunafanya? Akaniambia sasa tunaenda test ingine, mambo ingine. Nikamwambia tafadhali sikubali tu hii kazi, tumekubali. Si tulisema sisi ni Waislamu, tumekubali na hatuna ubaya, na tutafanya na tutakuwa Waislamu strong hata kuliko nyinyi, lakini tuende tu kwa room tupumzike kidogo. Wakakubali, wakasema takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar. Wakati tuliingizwa kwa gari tukarudishwa kwa rumu zetu. Sasa hapa lazima ukomada ifanye nini? Ifanye kazi. Lazima tuondoke hapa. Hii maisha hatutakaa nayo hapa. Usiku tukawalipua na tukatoroka tukaenda, because it was so dangerous. Then I'm asking, if these people are trained to live that way, that they are ready to die for God, are you ready to die for your God? Are you ready to stand and be counted a Christian? When the situation is too tough for you, are you ready to stand and be counted a Christian? Unaweza kusimama, wamekuvamia pande hii, wamekuvamia pande hii, wamevamia upande ule mwingine, you are surrounded. Are you ready to be counted? No, can you be counted that you are the next warrior? You are moving to the next level. Are you qualified? Ama you are just but a fake? Kukatokea Al-Shababu pale ya kwa mlango pale, apige chukue mama kama yule, apige moja muone amemijoka huko juu, damu imemijoka, alafu aseme mtu yote anajua ni Mkristo apite hapa. Kuna mmoja wenyu atatoka? Just be frank. Kuna mmoja atapita? Nyinyi wote hata mtaulizwa mnafanya nini? Toka wadhikiria wale comedian. Toka. Ana kai wewe unaweza kuwa mtu kama huyu, kama si comedian anakuaga nayo. Hakuna. Sasa hiyo sahi nimekuwa Mungu ni yule yule. Mungu ni yule. Sahi 5 minutes later huko tunaidaga. Si hata unaona hakuna watu. Tunaidaga tu, tumechoka kukaa nyumbani, tunaonaga tu tukuje tukaekae huko to waste time. Mimi nilikuwa natafuta naweza kuwapataje. Unajua nyinyi Al-Shababu mnakuwa watu strong sana. Nilikuwa nawatafuta mnaweza patikana namna gani? Nyinyi are the best people around. That is a Christian for you. That is what you will stand in. That is what you will do, because you don't have a proper foundation. Because what you are after is the religion, not the kingdom of heaven. The moment you understand the kingdom of heaven, you'll be able to stand firm with your God and walk firm with your God and be counted as a child of the kingdom. The day you rediscover yourself, you'll be able to know that you are powerful. Kitabu cha Exodus 14, verse chapter 14 from verse number 11. The Bible says, nipatia Kiswahili, nataka asante Kiswahili. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, na akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walitoka kwa nini?
kwa ujeuri. Lakini moyo wa mfalme Farao ukakuwa mgumu kama moyo wa aliye ndani ya kiti saizi alivyo mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo kitu alibadilisha akarudisha bunge, ni kitu angefanya kabla kurudisha bunge. Because the same people wale walimwambia, walipitisha saa 4 asubuhi haraka na ikapelekwa kule juu haraka na akaenda kutia kidole, moto ikawaka, akarudisha. The same people walipitisha, ndio alikuwa na wao wakisoma. Na wakati alisoma kamaliza, walimpigia makofi, wakasema that is the best idea you've done. But the same people ambao walikuwa wamemwambia saini sasa, he is the best. The same people wakati alibadilisha maoni wakasema, oh, our president. That is why they deserve to go home. If you cannot have devised a king, then you are not supposed to be anywhere that king. If you cannot advise your boss, then you are not supposed to be anywhere near that boss. Because why are you for? Bwana Yesu asifiwe sana. Why are you for? What are you for? If you cannot be able to advise me, if you cannot be able to guide me, hata nikitembea uchi unanipigia makofi, nikirarukiwa na huko ninapigia makofi, nikiwa na makamazi kwa kichwa unanipigia makofi, then you are the most useless person you are around me. You need to stand firm with your situation. Naye mfalme akakuwa moyo mgumu. Moyo wake ukakuwa mgumu. Wa Misri wakafuata nyuma yao farasi zote za magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pirahorothi kukabili Baal-Sefoni. Tuendelee. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wakakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakatiwa na uofu, wakapata fear in them instead of standing firm. Maana kule kote wametoka na miujiza, wametoka na nguvu za Mungu, wameona miujiza ikitendeka. Musa alikuwa na kijiti, aliangusha chini, kikageuka kikakuwa njoka, kikameza manjoka yote. Mahali popote walienda, Musa alifanya muujiza na wakamuona Mungu wao. Lolote walifanya, Musa alifanya kitu, wakaona Mungu na wakasema, oyo niwe Ngai uria tuguturira. Lakini wakati kiliumana, walimulilia Mungu. Hawakulilia Mungu kwa sababu ni Mungu mwenye miujiza. Walililia Mungu kwa sababu walishindwa ni kwa nini waletwe wakuje wakufe kwenye jangwa, badala wangekufia huko. Wakamuuliza Musa, kwani huko hakukuwa na kaburi tungezikwa, ndio ukuje utumalizie hapa? Kumbuka hawa watu ni wale mlitembea na wao wakiona miujiza. Hawa watu ni wale mlitembea na wao wakiona venye Mungu anafanya miujiza. Mungu aliwaongoza mpaka waliongozwa na a cloud. Waliongozwa na cloud. Kulikuwa na mawingu ya kuongoza, kulikuwa na nyota ya kuongoza. Lakini wakati kilikuwa sasa kimeumana, wanaona maadui ndio wale na mto ndio huu hapa katikati, walianza kulia. That is, hivyo ndivyo Mkristo anakuwaka. Ni Mkristo hoe hai, ni Mkristo asiye na msimamo. Ako na Mungu wakati kuko safi, lakini wakati Mungu kumekuwa kubaya, huyu Mungu unamtoroka, because you don't have a foundation. The day you be able to understand the foundation, ujue msingi wako dhabiti, then God will be able to work around you. God does not work with cowards. Mungu anaitwa ni Mungu wa nini? Ni Mungu aliye na ujasiri. Is a God might warrior, mpiganaji. And you can never be a God might warrior if you're a coward. Church must stand. Church must be counted. A Christian, you must stand. You must be counted. In your family, you must be counted. In your business, you must be counted. In church like here, you must be counted. Don't just come to church because it is a fellowship. Don't just come to church because it's something that is done on Sunday.
eti kwa sababu Sunday ni kwenda kwa kanisa, wacha niende kanisa. Ama umejiunga kanisani ndio usikwe vizuri. Kuna wale wanasemaga dia kanisa nigetha gathiko wega. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati kwa sababu uko na kadi. Niliona siku moja tukimuzika baba yangu ni imejenga kanisa ya PCA kule Moro. Ni mimi nilitoa pesa tukajenga through my father. Lakini wakati alikufa, kwa sababu alikuwa ni wale wa kuvaa kale kakoti ka red. Tunajua kale kakoti ka red. PCA people wako hapa, inua mkono. Nisie? PCMF alikuwa na hiyo koti na hiyo kitu. Wakati alikufa, si kitambulisho ilipotea, tulijaribu kutafuta kwa nyumba. Tumusee tu wote tu PCMF tukasema hatuwezi kumuzika maana hakuna kadi. Sasa nikaona wanaambia mama yangu hatusiki mzee. Kwa nini? Kadi yake imekosekana. Mama akaingia huko kutafuta kadi, badala waache mama alie. Mama alianza kuingia huko kutafuta kadi, na mama ni mzee. Mimi nikakuja nikauliza nike kioru. Wakaniambia turona tatutegurikia wira uyu tondu kibande kia muthe gitironeka. Nikamuuliza ako ndani ya jeneza? Wakaniambia ndio. Na kuna shimu? Wakaniambia ndio. Na kuna mchaga? Wakaniambia ndio. Hii kitambulisho ndio itawekelewa kama maua ama ndio itawekwa kule ndani ndio aendelee kuwa PCA huko ndani? Nikaona wameangaliana. Najua wananielewa vizuri kule nimetoka. Wakaangaliana, nikamwambia sikiliza na mnisikilize vizuri. Si mnajua baba ndiye alijenga kanisa hiyo? Kitambulisho na kujenga kanisa ni gani kubwa? Wakaniambia ni sheria za kanisa. Nikamwambia basi hapa hakuna sheria. Uzuri tulikuwa kwa nyumba. Pale wale wameenda kwetu wanajua pale kuna karumu hivi. Nikaona kifaga kiko hapo. Nikaenda nikachukua kifaga. Nikapigisha mbeza nikambia mzee, sikilizeni na mnisikilize vizuri. Twendeni mkazike mzee. Na muende unyo na musifanye mtu aelewe ni nini kimefanyika wapi. Muende kama mumetulia na nisisikie hiyo maneno ya kitambulisho tena. Hiyo mtaenda kusoti huko kwa kanisa. Mzee tulienda tukiimba, niliwaambia mwanze mwimbo. Na kaenda wimbo. Muthenyo ria gakwa nega kena muna. Then I came to understand it is fake ideology. Kama ingekuwa ni ideology ambayo lazima ifuatwe wangekataa. But because it's fake, they are fearing death, they are fearing whatever it is. Walienda wakiiba, niliwaambia waende wakiiba na waliiba. Na tukazika mzee bila kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amelala vizuri bila kitambulisho. Na mambo ni mazuri. But because we have indoctrinated beliefs ambazo they are fake in our life, that is why we don't understand our Christianity. That is why we don't understand why we are in church. That is why we don't understand why we are being called a Christian. Umepatiwa jina Josephine, Francis, but you don't understand the meaning of the name. You don't understand where you are headed to. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to change how you belong, what you belong to, what is your faith, what is your stand. Simamisha imani yako. Wana wa Israeli walikuwa wakaona kumeharibika. Kumbuka, these are the same people waliona miujiza kule Egypt. The same people waliona Musa akitenda miujiza. The same people ndio hawa wameanza kulilia Musa wakimuuliza duoneta kaburi korea. Kule hakukuwa na mashamba tungezikwa. Ndio tukuje tumaliziwe hapa. Not until we stand the way God wants us to stand. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tuje tukufe jangwani. Mbona umetutendea haya kutoka katika nchi ya Misri? Mbona umetutendea? Just imagine these people. Wametolewa kwenye utumwa, wamepigiwa mamiujiza zimetendeka. They saw God. Waliona the power of God. But when it was dark, they didn't see the same God.
Huyu Mungu anaidaga wapi wakati umepatwa na shida? Huyu Mungu anaidaga wapi wakati maisha yamekwama, wakati umefika mwisho, wakati dunia imefugana yote? Where does this God go? Jana ulikuwa unasema oyo niwe Ngai ule twendete, oyo niwe Ngai, maana umetendewa kakitu kadogo, shilingi 2000 imekuja kwa akaunti yako, unasema oyo niwe Ngai ule tuguturira. Kesho kimeumana, unalia ule gagadiate apostoma dirikana tu de maure makone madhukanete niende mwisho vio nyadirona fata wa gutura na ila ni waratukanagira ngiri. Haleluya. 2000. Sasa kwani maisha yako yanaishanga in 2 days? Maisha yako inakuwaga ya mwezi moja ati kwa sababu umefika mwisho, kauka kamekwisha ndio umefika mwisho? Ama umeenda hospitalini kule KU, umepimwa, umeambiwa hapa kwa matiti yako kuna kakitu kanatembea. Sasa wewe wacha tukate kanyama tuende tukapime. Hola baseke terrible. Apostle, the devil is a liar. Neke nige direda kuregana na ripoti eno nyeti wa cancer, nipare na cancer. Nani amekwambia ni kansa? Wamesema waangalie, waende wapime, lakini umeanza ndare kana apostle dirikana maoya ine. Sasa hata ukimwambia tuma sacrifice na hapo ndio Kristo mumekoniwa, hapo ndio mumekuliwa pesa mzuri. Jana tuliambiana hapa tuchage pesa ya kulipa rent ya kanisa, na kila mtu atoe shilingi ngapi? 3,000. Ukuliebe simameni wale watatoa wadugu na wadada, inua mikono juu, wale ambao watajiandikisha. Unaona ni watu wangapi? Wacha mtu wao wameandika. Huyo mwingine anaenda KU, anaambiwa ripoti venye iko, unamwambia sasa ninaona hapa lazima tutoe sacrifice ndio tufuge hiyo kitu. Niko mwenda kwero ndio tufuge hiyo kitu isikuje, tusimamishe na sacrifice. Riama sekretarian dolobo. Pokotoro musukudu. Aje ni lugha ya kuitisha pesa. Ana kurutashigana. Jeratu wenu gayera bethera mahida ine maya. Wenu ya munabii wa kahida akajeratu. Kendo ta 300 ne ndo natashigeruta wira. Apostle. Besa itikirete moyo. Kedengere account dekingere fegi kuwikiria oro gwikiria na M-Pesa kana jekira account ya namba kana jekira account ya kanitha ekira cia kore nie todo chiroka kore eci athi kanitha no eci gukorana na aya na ndo kanitha na matie kunekera. Mtu mwenye hakuwa na pesa jana mlipe rent ya kanisa. Mtu mwenye hakuwa na pesa jana tununulie mtu hapa chakula. Mtu mwenye hakuwa na pesa jana tusaidie mtu kuinua business ya mtu. Lakini ukisikia ni kuende unaenda, ka account kako naenda unatoa. Kumbe kalikuwa na shilingi 600 unatoa. Na sasa ukikutana na nabii kama ndugu yetu Kanyari hapa chini, na ajue kuna pesa tugine tumepasika, utasikia unakasa. Bwana amenionyesha kuna kasa nyingine hapa. Hata nimeona watoto wako wote wako na kansa, lazima wainue madhabahu kubwa kidogo. Todo ni tolia tu hala na kuja tu kiate. Tukamu. But who is this? Who is responsible? Ni nani amesababisha haya yote? It is because you don't have a foundation. You don't have a legal ground. Because when you have a legal ground ya kusimamisha neno la Mungu katika maisha yako, they will not be able to see you. These are small things. Maana the same kijiti Musa alikuwa amebeba ndio hiyo ambayo ilifanyika nyoka ikameza nyoka zingine. Ilifika wapi ikabadilika? Ilifika wapi ikakosa nguvu? Mkristo, ulifika wapi? Wewe ndio ulisema neno likafanyika na likafanyika. Wewe ndio ulifanya maneno yakafanyika. Sasa imefika wapi lile neno limekufa, limekosa nguvu? Imefika wapi? Wakati mlikuwa mnavuka, hilo neno ndio litumia. Sasa neno limeenda wapi? Now you are crying because you are in a situation. You forget your God. Umemsahau Mungu. Na unapomsahau Mungu, unaingia kwenye majuto, na kuingia kwenye majuto yanakusababisha unaingia kwenye miungu. That is how now you get destroyed.
Mwambie mwenzako simama imara. Maana huyu Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Yeye habadiliki. Mbona sasa amebadilika? Wakati amekutana na shida, amebadilika. Why? Because of the foundation. Ukikosa msingi thabiti katika maisha yako, imani yako ikikosa msingi, then you are not going to make it. Hauwezi ukafaulu. Hauwezi ukafanikiwa. Wazee hawa watakwambia walikuwa kwenye maumau, walipigana wakati kulikuwa kubaya zaidi, lakini sasa wanakaaga, wanakujaga tu wakati mwingine kwa sababu wanaona kutaharibika. Wakati huo ndio kungeharibika kwako, lakini sasa uko huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walimulilia Musa na wakalilia Mungu, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tukuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. That you rather become a slave of your sin. You rather become a slave of your fears. You rather become a slave of your confusion. You rather become a slave of your stagnation. You rather become a slave of your limitations. Badala utoke. And what you are needed just, it is to live a positive life. Kuishi tu venye Mungu anataka uishi. Unaona afadhali ukae huko, afadhali ukae Misri, badala utoke, uondolewe. Badala utoke kwenye wa Misri, kwenye utumwa, ukamuone Mungu wako. Unasema si ungetuacha kwa sisi kwambia. Ulinalituta huko. Tukiendelea kuwatumikia kuliko tukuja tukufie jangwani, because you are not decided. A Christian is not decided. Why? The foundation of the name Christianity suggests, na inasema Christianity was not a name given by Jesus Christ. Christianity, jina Christian, si jina ambayo tulipatiwa na nani? Na Yesu mwenyewe, mwenye hii huduma. Wale walimpinga, wale walipigana nao ndio walitubatiza wakasema ni wafuasi wa Kristo. Meaning, until we understand the name of God, until we understand the gospel of God, until tuelewe kiini cha Yesu kuja kwetu kilikuwa nini, hiyo ndio itatufanya tuelewe ni nini tumekuja kufanya kanisani. Kwa sababu nyinyi mlio kanisani, nyinyi ndio mnaroga usiku. Nyinyi mlio kanisani, nyinyi tu ndio mnasegenyana. Nyinyi mlio kanisani, nyinyi ndio mnadugana visu. Nyinyi mlio kanisani, nyinyi ndio mnachibana. The same people, hakuna watu wengine. Hapa kanisani. Na hata mwedagi bali, mnaendaga kakona kale, unakuta wamama 5 pale, wanaume 2 pale, wote wanachokizungumzia ni mwenzao. Wote wanachokizungumzia ni apostle. Wote wanachokizungumzia ni venye nganga amefanya, ni venye nani amefanya, and we are all one, the body of Christ. Sisi ni mwili mmoja wa Kristo. Badala tuimarishane, badala tujenge mwili huu wa Kristo ukue mwili ulio na nguvu. Angalia, kanisa limevamiwa na maadui kutoka kila mahali. Kanisa halina nguvu. Kanisa halina uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi hapa niliongea nikasema kuna watu ambao wamechukua serikali upande wa security wote, wachukua. Na nikasema hii ni kitu ambayo imetoka arrangement ya 1986 ya nini? Ya Abuja Declaration. Nikasema hii ni kitu baya, itatuchoma. Hii ni kitu baya na iko na hivi. Kwa sababu hakuna Mkristo anaweza kusimama kusema hivyo. Wakati nilisema, nilipigiwa na wajuhubiri wakubwa 2 wakaniambia uria urathi riu ndurathi wega. Nikamuuliza kwa nini? Waje kugweta andu acio, na ni uyu andu acio ni mokaga makeoha na no moke na meke maundu matari mega, ni ugutuma bururi uyu witu ugie na thina. Nikamuuliza sasa, hiyo shida tuko nayo tunapitia, na ile shida itakuja ni gani kubwa? Akaniambia riu maidi wa church, si unataka washirika wajae kanisani ndio at least uone matunda ya kazi yako. Nikamwambia matunda ya kazi yako ile nataka si washirika waongezeke kanisani,
na si washirika wapugue kanisani, na si kanisa washirika wanipatie pesa kanisani, na si kanisa wakose kunipatia. The only thing I want is to light my candle. Bwana Yesu asifiwe sana. It is to light my candle and tell the whole world there is a problem here, because that is why I have been called. Hiyo ndio sababu niliitwa. Sasa wasingekuwa hapa. Mimi niko hapa kupigana na shetani. Niko hapa kuambia shetani amepanga. Niko hapa kuambia maadui wamepanga. Niko hapa nikwambia kuna tatizo, na hilo tatizo liko mahali fulani. But I cannot be a Christian and I'm not teaching you what God wants us to do. I cannot be a prophet of God and I'm not able to tell you what is happening tomorrow. December nikawaambia Kenya this year itakuwa nini? Ania rapture. Mnajionea maneno. Ikitoka kwa maji, uliona watu wakibebwa kwa maji. Watu wakibebwa, unatolewa kwa kitanda na unabebwa na kitanda yako. Na unashindwa hii maji ilijisikiliaje kwa mialero? Kwa sababu kuna mzee alibebwa na mialero yake na kitanda yake na mattress. Mialero haigisi maji, inakuwa kama na mbabati. Ikambeba kama kaboti, ikambeba. Ikamtemesha mpaka huko Mai Mahiu, ikampeleka mpaka kwa Masai na huko chini. Akasema muujiza imetendeka. Lakini jiulize ilikuwaje? It was a lesson we were being taught. Kuna kitu Mungu alikuwa anasema. Kuna kitu Mungu alikuwa anatuambia, lakini hatukusikia. Tukakaa kidogo. Tukasikia kwingine kumelipuka. Tukakaa kidogo. Jezi ndio hao wakakuja. Bado hatujasikia. Juzi tumeona watu wametolewa kwa nini? Kwa mtu wamekatakatwa kama boga, wamewekwa ndani ya gunia. Na bado hamujasikia. Which kind of a voice do you want to hear from God? Which kind of a voice do you want to hear that God is speaking? Mukwenda thauti ile kwege ekirete leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakorogosho wa mama mlibomolewa manyumba huko. Kuna mtu alizungumza. Nyumba zikibomolewa, kuna mtu alizungumza. Si mnalala nje sasa kwa nyumba za makaratasi. Hakuna mwanasiasa alizungumza, hakuna apostle alizungumza, hata mimi sikuzungumza. Kwa sababu niliogopa serikali isikuja kuniingilia. But I don't care now. Until you put your God where he is supposed to be, that is when you will start counting victory. Hawezi kupata ushindi wowote if you don't place your God where he is supposed to be placed. If you don't lift up and give God the position, give God the power, give God the authority that now I am under you, I am under your control. Guide me. Lakini ujeuri yetu, we want to guide ourselves. We want to propel ourselves. We want to take ourselves. But wakiumana, unarudi nasema, niye dikwe dohorosio. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakamwambia, mbona ungewacha tuishi kule? Kwa nini? Wakristo ndivyo wanakuanga. That's the life of a Christian. The government of Kenya inaongozwa na Mkristo. Wananchi wa Kenya 78% ni Wakristo. But we don't make decisive positions. We can allow all these things to happen, that people can be killed, people can be thrown, watoto na watupo kwenye taka, and nothing is happening. And no Christian ameinua kinywa chake kwa Mungu kumuuliza why. There is no prophet of God kusimama kusema why God. It is bad to see the bloodshed in whatever circumstance. Men and women of God should have stood up and said, no, we have refused this. Wakristo, nyinyi ambao mnajua Mungu, we should have stood high and strong kusema no, oh God, come rescue our nation. Kama ni repentance, tufunge makunia na tujipake jivu, tusonge Kenya mzima, tufunge siku 3 kama vile Jehoshaphat aliambia watu wake wafunge siku 3. Sio kwa sababu kuna vita, kwa sababu kuna vita inataka kukuja. But you are comfortable living in your sitting room kwa sababu uko na kanyumba. Siku katakako katakutwa ndio utaanza kuita halalala masoko ndaya rekerebo Baba tukumbuke. Sasa unaambia wengine watukumbuke na shida iko kwako. Unataka tukumbukwe kwa nini? Shida iko kwako. Baba tukumbuke. Anatukumbuka aje? Why? Nobody's standing up. We are all in our pulpit preaching the word of God. What about these people who are dying?
What about the Gen Zs? What about our president? What about the government of Kenya? Are you doing something for the government? Are you praying for the president? Anybody, awe ni wa shetani, awe ni wa Mungu, the Bible says he is still the king. Awe ni mbaya, awe ni mzuri, he is still what? The king. What are you doing as a Christian? What are you doing? Tunafanya nini kama Mkristo kuisimamisha nchi yetu? Hakujawahi kuonekana kitendo. Watu kuingia parliament, wakachukua the mess. The mess is the altar of the parliament. And the parliament, it is the heart of the country. The altar of parliament has been taken, meaning the heart of the country is no longer pumping. All these MPs have to go home. According to what I know, if I am not wrong, na kama sijachanganyikiwa, kichwa yangu sijachanganyikiwa, hiyo mess kubebwa na kutoka pale, kutahitaji kufanyiwe matambiko ya kidini, ndio nyumba hiyo tena ifunguliwe upya, na matambiko ya kiserikali ndio hiyo nyumba ifunguliwe upya, na haiwezi kufunguliwa na hawa walioko. They have to go home, all of them. And that is why I told you, prepare somewhere. Tunaweza kuwa na uchaguzi very soon. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawapiaga tu hivyo. Si niliwaambia Turabu atafanya nini? Kuna watu wengine tulikuwa na hapa juzi, nikawaambia siku 3-4 hivi mtasikia ripoti inatoka hapo. Si imetoka? Imetoka. Na hiyo ripoti imetoka huko. Imetoka kwa sababu ya Kenya. Niuliza ni kwa nini? Unaiwa ndio mmoja atakwenda mshane. Hiyo ingine yote hujaniuliza, lakini hii kwa nini? Because hiyo ndio mnatakaga sana mshane. Trump is connected to Kenya hivi. The revival that God has started. The revival was not to be started by churches. Bwana Yesu, si akina Warogi walikuwa waanzishe wafanya crusade, revival ikuwepo. Hapana. Revival, it is God's plan, not our plan. It is God's agenda. That's why he has lifted. Ameinua watoto wake, atawainua wengine, atainua ingine mpaka Kenya. Sasa Afrika mzima inafanya demonstration, si ndio? Nakumbuka kuna mnabii alikuwa anasema, huyu alikuja kuleta hii machafuko. Huyu Ben Hinn huko wakiwa Ghana alisema, I have seen revival from Kenya. And this revival is sweeping across Africa. Eda Uganda saizi kuna maandamano. Eda Tanzania kwa wale wandugu wetu, wale wandugu majirani hapa wako kwenye maandamano. Nigeria iko maandamano, Ghana iko maandamano, Gambia imewaka moto. Karibu president anaenda leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because and they are called, wanasema, can you come and help us, Gen Z? Kuja mtusaidie Nigeria. Hata Amerika ipatie mwezi mwingine moja. Majesi wa Amerika watachomoka. It will spark a huge revolution across the world, not one country. It was a fire to ignite. Kenya ni moto inaakisha tu, moto inaenda. Kawarakara. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God works. God does not work with you good ones. Ndio alileta Dora Waroige. Jabasi kubwa kama mimi. Una imagine Jabasi town teno. Jabasi mzima amepatiwa nyumba kama hii ya ubirie huko. Watu wazuri kama nyinyi. Hamujapatiwa kitu. Kai. Yaani sina Mungu ni hatari sana. Akaja mama mzuri kama huyu. Anakuja kusikiliza Jabasi. Bwana asifiwe sana. That is how God works. God is not a God of personalities. God is not a God who looks at the faces of people. God is not a God that has a class. God is a God that works within his limits, his powers, his authorities. He does not care your time. He does not care your personality. He does not care who you are. He does not care what kind of a person you are. What cares about him, it is plan. It has to be executed. Nobody can stop. Wame gang up. They brought evangelists from America. They brought evangelists from Nigeria. All of them, they were coming to stop the time. The government of Kenya wakachukua Ruto wakampeleka America just to try and stop the time of the revival. But it worked against them. Now, huyo ambaye alifanya huyu wetu akosee, naye mupatie. Hata kuogea, hata kuwa kiogea. So unaona anapanda stairs, anapanda. Badala ya kushika
hapa aongee, unaona anateremka, anapita tu, anapeleka, anaenda kuuliza where is the pulpit, where is the podium. You cannot joke, you cannot stand against the plan of God. You cannot succeed in fighting a man of God. You cannot win a battle. If God has called me for this time, it is my time, and I have to do it. You cannot be able to fight me until what God planned in me works. Nobody will stand against you. Hawa wahubiri wote uliona walikuja wa Amerika, hawa uliona walikuja kutoka Nigeria, walikuja kutoka kila mahali, walikuja na mabum bum 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 bum, mama kubwa kubwa wanakuja. They was trying to steal the time. There are people who come and steal. They just need a hug. I will need a hug only kwako. Niyo hug peke yake. I'm capable of stealing your star. That is all they wanted. To steal the revival from Kenya. That is all what they wanted. To destroy Kenya. They took our president. Wakampeleka mpaka kule. Wakamweka kwenye the main altar where they have never put anybody else. Na wakampatia mamlaka na vitu. Alafu imagine. Wakatoa sacrifice ya vitu za vita. Hawakutoa sacrifice ya kutusaidia. Walitoa sacrifice ya nini? That is what they gave him. Walimpatia vifaru. Wakampatia ndege gabi. Za kufanya nini? Ndege ni ya Central Bank. Kifaru ni ya Equity Bank. Ni ya kufanya nini? Ni ya kuja kukamua ng'ombe. Hello? Ni ya kuja kukamua ng'ombe. Because they needed blood. And there is this number 400. Go and pray about it. The children of Israel waliingia kwenye utumwa miaka 400. Au sio? Kenya imetuma watu Haiti, askari Haiti, miangapi? 400. Hello? Kunasemekana kumekufa watu zaidi wa 400 hapa Kenya. A number of 400. Hiyo ni rumors. But some rumors sometimes become true. This number 400. This number 400. Go and pray about it. Me, I know. Go and pray about it. It has a meaning. It is a sacrificial number. Wakifaulu kama walifaulu, tutakuwa na changamoto. Lakini kama hajafaulu, Mungu atatushindania. Tuendelee baba. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana atakavyowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Tell your neighbor, shut up. Tell your neighbor, shut that mouth. Stop crying and wait for the Lord. Stop shouting, stop crying every time. Mngoje huyu Mungu. Maana huyu Mungu aliyekuumba ako na kusudi na wewe. You are wonderfully and you are fearfully what? Made. Why? For the sake of this kingdom. Nobody can be able to destroy you. Nobody can be able to destroy what God has given you. Anything that is the hand of God, nobody will bring it down. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio. Mutikahotwo na mutigakwa ne thina. Ngai wa muoyo uri gutuirie muoyo no e uturie muoyo. Bwana Yesu asifiwe. Shut up and wait for the Lord. Moses was with them. They have cried, they are crying to God. Ati matatizo imelia. Angalia sasa, maadui wamekuja, kila kitu kinatuzingira. Why didn't you leave us? That is a worst statement that happens to you. Why? Mbona haungetuacha tukae? Ni kuona uliona hakuna kaburi. Na sisi tulikuambia wachana na sisi tukufie hapa. Wachana na sisi tukae hapa. Badala tuende tukakufia huko mbele. Yaani unaambia mtu wacha tutoke kwenye shida. Wacha tuondoke tuende to the next level of your life. Lakini you are still insisting because you are not seeing any progress. Watu wengi wanataka kuona vitu vikitendeka hapo hapo. You have to struggle. We have struggled to be here where we are. In the morning I was telling you, venye tulianza, Jimulisa, tulikuwa watu karibu 10. Ndio tulifanya maombi ya kwanza. Tukaambia Mungu, we want to convert to be a church. Kutoka hapo, tukaingia Jericho. Jericho, we are trying to raise 1,000 shillings to pay rent ya nyumba per day. It was not enough. Yule mtu alikuwa anatupatia pesa mingi ni huyu kwa sababu ndiye alikuwa ameajiriwa kazi.
shilingi 350. Na tulikuwa tunamuogopa na kumheshimu sana kwa sababu ya kutupatia shilingi 350. Kitoka kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muamini huyu Mungu, usimtegemee watu. Usimtegemee watu, maana ukitegemea watu watakuvunja. Muamini Mungu aendeshe process yako. Mwache Mungu akuendeshe, mwache Mungu akupeleke. Usitake kukimbia, maana mimi ningelitaka kukimbia. Nikuwe na kanisa lililo na watu karibu 10,000. Lakini God told me, I want to take you step by step, and I heard him. He reminded me kule amenitoa. He reminded me ulikuwa umehukumiwa kunyonga. Nilisimama kwenye mashini hivi kama wametoa hukumu. Nikasimamishwa, nikavalishwa kiguo kia black, nikawekwa mkanda hapa, mashini ikakataa kuguruma. God reminded me. Akaniambia kumbuka hiyo. Mashini ilikataa. Safari ya pili tena wakanihukumia tena. The same thing happened. Nikawekelewa kwenye mashini. Mashini refused to open up. Na ikikataa kufunguka, kifungo imeisha. I remember the same spot huko nasikia Mukuru. Walinigani, wakanipiga marisasi kwa mwili. Hii mwili yangu imeiko na marisasi. Ilipita 12. And they left me for death. Wakati niliwekwa kwa kiladirova nikafufuka. Na watu wanaogopa maiti. Wacha nikwambie. Ukitaka watu wakuache huru, kufa kidogo alafu ufufuke. Hakuna mtu atasimamia hapo. Wote watahepa. Wote walihepa wakaniacha. Mpaka maaskari. And I became alive again. Because God had a purpose with me. God had a reason for me to be here. So kwa wale mnanichukianga, wacha nitukunichukia. I have my own weaknesses. Did I model straight? I'm not good. I'm not straight. Bwana Yesu asifiwe sana. I have a lot of weaknesses. A lot of. Wacha nikwambie, kama kuna mtu ambaye tukiwekwa kwa listi hafai kwenda mbinguni ni mimi. Niko na weaknesses mingi sana. Kwa sababu mambo mingi naona sasa sikuona. Nilikuwa kwa Mogeke, na unajua kwa Mogeke tulikuwa tumewekewa ile sheria ya kiapo. Ni tubako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I have so many problems and challenges. Nikigera kwa dakia. Tuanywa abake nawe. Hakuna mtu mwenye hana weaknesses zake. And don't bank on those weaknesses. These weaknesses are the foundation that has made me to be where I am. I'm not regretting where I was. I was the founder of Mogeke. Mimi ndio nilianzisha. And I'm happy to have been gone through that process. Because I've been purified through a process that has made me to stand the way I'm standing now. Whatever I say with an authority, authoritative. I say it with a command. Dunia mzima inatii. Wamejaribu kuniinukia, wamepigana na mimi, wamegang up, wamefungua makanisa, wamefungua vitu vingi ati kwa sababu kunizima mimi. You cannot. I'm telling you cannot. Hawezi. Kwa nini? Because where God has brought me from, he has brought me from a foundation that nobody can be able to shake it. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I'm standing here. And that's why whatever I say for this nation, it is happening. And whatever I say, rekebisheni hapa, wanarekebisha haraka haraka. Saa hizi kama jana nimekuwa na mabunge 8. Wamekuja kuniuliza tupatie unabii wa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuja kuniambia nini? Niwapatie unabii wa kesho. Juzi tu ndio walikuwa nasema ati Waregi hajaokoka. Juzi tu. Si hata nyinyi mlikuwa mnasema hivyo. Yeah. This same God that raised you from a child will never forsake you nor leave you. He will never abandon you. He will always be with you. He will always win battles for you. He will conquer them for you. He will win any battle. Hakuna vita watakushinda as long as you surrender. As long as you allow God. As long as you tembee na yeye. As long as you simame kwa njia zake. As long as you simame kwa njia ambayo Mungu anataka. Nakumbuka kuna siku moja baba yangu alikuja, alikamatwa. Kwa sababu nilikuwa nimepitia nyumbani. Huko ninatafutwa. Wakati Christopher Morongaro alisema shoot Waroingi on site. Nikapitia nyumbani kwa nilikuwa nataka kupeleka makaratasi yangu ya shule na nini na vitambulisho, nikaachia babangu nikamwambia in case usiponiona vitu zako ndizo hizi.
Babangu akaniambia dokiumio dhie, si utoke basi. Mzazi wangu, mama yangu akanipikia kama kimo haraka akaniambia liaga kakadhio kiliaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini as I walked out, I knew I'm not going to die. Ni kwa sababu nilikuwa na namba ya Christopher Murugaru. Nikampigia. Nikamuuliza, minister, na amenya no? Akaniambia sijui. Yetagwo ndura waru inge. Uri uracaria. Na ndi guku town city center. Ukwenda tucamanie nawe ko ndenda tuonane nawe. Unjire riria waumire mungike. Ilikuwa propaganda tu kumutisha ndio at least nipate kaupenyo. Lakini wacha nikwambie, askari walioingia kwetu nyumbani walikuwa karibu askari 800. Mzee wangu babangu alikujwa, alitoshea ka station wagon huku kwa buti, walitoshea huko. Mama yangu ni mang'aa. Mama aliambia huyo mkubwa wa polisi, si unishoot. Wewe ni mtoto yangu. Unakuja kuniambia nikae. Wana mimi ni kama rika yako, si uniue. Tuliona wengi, tulinyoga maumau tulinyoga. Wakati ya mimi nilikuwa maumau komada, nilinyoga. Hata wewe nitakunyoga. Na akashika askari. Askari akasema wachana na huyo mama wajane. Akaambia babangu, dume, wewe ikirote ya buti tago. Akatoa babangu kwa buti, akamweka, akamwambia ikaa hapa mbele. Wewe askari mjinga wewe. Wacha huyu mzee. Sio na huyu ni baba yako. Sometimes ukikuwa na mama mkali, yeye anaonanga anatafuta mtu mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule mama akapigana na wakati baba alipikishwa kwenye police station, walikuwa wanamheshimu. Wakamuuliza kijana ndio tunatafuta. Sasa kamuuliza mimi ni kijana. Mimi unaona mimi ni kijana. Wasiwachana mimi kwa sababu babangu pia alikuwa maumau. Mamangu alikuwa maumau. Huko alikuwa maumau. Wakati walikuwa wanapigwa huko nilikuwa kwa hapa Mudhimo. Nilikuwa nasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. When you stand in your position and you stand how God wants you to stand, I'm telling you my brothers, my sisters, you will never be defeated. Hakuna kitu kina uwezo wa kukushinda. Simama jinsi Mungu anataka. Simamisha Mungu wako. No matter the situation ambayo uko ndani yake, no matter the challenge ambayo unaipitia, no matter the people are rising against you, no matter wale watu wanakupangia maovu yote yale, utasimama. Wakati wa Mungu ukifika, wakati wa Mungu wa kukuweka dhobe, inaitwa dhobe na Kiswahili inaitwa nini? Taji. Wakati wa kuwekwa taji, watashuhudia ukiinuliwa, watashuhudia ukibarikiwa, watashuhudia maisha yako ikibadilika. Wao ndio watakuja waseme na noto ugaga tulisema. Venye tuliona venye ulikuwa unatembea hata kama ulikuwa na shida. Lakini tuliona tu umevumilia vizuri. Tuliona na tukajua huyu mtu kuna mahali Mungu anampeleka. Na ndio hao walikuwa natoka na hapo anasema tigana yake chiakoroga limo hoyi wa ngoma nega yuramu hura ihura. Najua ukipata kashida kadogo anasema kanigai anafanya nini? Ni Mungu ndiye anakupiga. Lakini one thing I want to tell you today. Kuna ushindi unaokuja mbele yenu. Kuna ushindi ambao Mungu anaenda kuutenda. Kuna kubadilishwa maisha yako. Kuna kuinuliwa tena. Haijalishi ulioyapitia, haujalishi magumu ulioyapitia, maana huyu Mungu yuko tayari kukubariki. Yeye ndiye aliyekuwa jana, ndio yeye leo, na ndio yeye atakuwa kesho. Haijalishi. Just stand firm. Do not allow any enemy to come and to do against you. Simama tu imara. Mpende huyu Mungu, mfuate katika hali ya ujira na hali ya ukosefu, katika hali ya umaskini na katika hali ya utajiri, katika hali ya unyonge na katika hali ya nguvu, katika ile hali yoyote ile ulio ndani yake, muendelee kumtegemea Mungu. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza. Sasa kipepele mnakuaga nayo ya nini? Muulize huyo mwenzako, kipepele ni ya nini? Huyu Mungu hata hajakuambia nitakupigania. Yeye mwenyewe anasema, Musa akamwambia atawapigania. Lakini wewe kibelebele, mara kimeenda, mara kimeuma na kimeturamba, kimefanya nini? Kimeanguka nayo, kimeinuka nayo. Why are you crying? Believe in your God. Believe in him, he is there. Atakubariki. Ati sasa umegurumushwa na bwana yako, hakuogeleshi. Maana alikuja usiku hakuogeleshi.
Saizi umekoda, mpaka umekoda akili, mpaka masikio umekoda. Ukipita na kaupepe unaona masikio inafanya hivi kama ya Buddha. Sasa kwa nini? Stand firm na mwambie, I am still walking in the promises of God, that you never leave me and you never forsake me. Even if I go through the valley of death, you are going to be with me. Don't worry. It is a season that you are going through, and the season is coming to an end. It is a season that you're going through, and the season hii inakuja inaisha. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia mimi? Hata Musa mjinga huyo. I wish naweza patana na Musa nitamspika viboko 2-3. Mbona unanililia? You should not cry. When you are walking with God, don't have to cry. Usijali wakikuacha wakuache, maana hawakuwa wako. Kama wanameondoka, they were not part of your journey. They were not part of your process. They had come to destroy you. That is why God complicated things. Ndio waondoke wakuache. Hikyo kimutu kimekuacha, hikyo kidada kimekuacha, usijarishwe. Kilikuja, maisha ikafanywa mugumu, ndio kikaondoka. Ndio uende in a fine process. Ndio utembee ukiwa jabasi sugu ya Mungu. Halo. Ambia mtu mimi ni jabasi sugu ya Mungu. Mwambie niangalie vizuri. Kama unatafikiria nitakuwa mzuri, utashonoka. Rudisha hapa baba. Kama ikao nikaja. Bwana akamwambia Musa, mbona unalialia? Unanililia mimi. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Wacha kulialia. Proceed. Kasa mwendo. Wacha kuangalia nyuma. Wacha kuangalia wamesema nini. Wacha kuangalia ati wamekuinukia. Wacha kuangalia ati wamekupekea, wamekupangia mabaya. Just walk, do the walk. Alikwambia songa mbele. Wacha story mingi ya kuanza hapa nyingi. Songa mbele hata kama unasonga peke yako. Songa. Usiwategemee. Usiwatarajie. Usifanye chochote na wao. Songa mbele. Leave them. Yes, I know you are facing a challenge. Unapitia magumu. Unapitia matezo. Wamekuacha. Wamekutenga. Lakini the message from heaven inasema nini? Songa mbele. Leave them alone. They are not part of your history. They are not part of your journey. They are not part of your direction. They are not part of what God has designed you for. Nawe inua fimbo. Kumbe mjinga huyu yako na mpaka silaha. Kumbe wajinga wengi hapa, tuko pa wajinga wengi. Tuko mpaka na fimbo. Tuko na solution. But you say, oh my Lord. Oh, remember me, oh my Lord. No. Ushakutana na Mkristo halisi akiwa amebanwa na shida akiomba. Mkristo halisi aliyebanwa na shida akiomba. Na unajua Mungu hakujangi. Mungu ni kutumana na tumananga. Anatuma ama Gabriel ama Zedekiel. Anawatuma nawaambia teremuka usikie kuna mahali kunalia. Kuna nyumba fulani pale karibu na Kayole. Kuna mama analia hapo. Malaika wanakuja wanasikiliza. Malaika anasema ndio nimeenda nimefika. Lakini sikupata binadamu kule. Kile kitu nilipata kulikuwa na punda na kuku. Muulize mwenzako unaombanga aje. Maana ndio maombi yako haijafika. Maana ripoti iliyorudishwa kule juu, hiyo nyumba iko na punda na kuku. Understand how you pray, change how you're praying. Ilibidi Hana abadilishe jinsi alikuwa naomba, ndio Mungu akamsikia. Maana maombi yake haikuwa inafika mbinguni, lakini wakati alibadilisha maisha, maombi yake ikafika mbinguni. Hata nikulilia Mungu. Sasa si atasikia kuna puda na kuna ubwa.
Kuna kajamaa kingine kalikuwa huko Gongu. Na mnakumbuka kana kalikuwa ati ni maombi. Vujuli kaona. Ati ni maombi. Sasa malaika akitumwa na yeye atashinda akirukaruka kusikiliza. Ati ni maombi. And walk with God in a manner that God will be hearing you. Wacha sarakasi. Wakristo, mwambie mwenzako tuache sarakasi. Tuko na fimbo. You got the weapon to fight your enemy. Uko nayo maana Mungu anakupenda. Anasema kabla haujaumbwa alikujua, akakutenga, akakumwagilia mafuta ndio ukue nani? Nabii unto the nation. You are not starting, already you are. You are sitting here waiting. Ameambia kaeni tu muone miujiza itakavyotendeka. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Simple. Nani wake mwene guoge? Hii wanamu umetoa wapi? Very simple. Ati fimbo ametembea na hiyo ndio alikuwa akienda kitideruka kidogo ndio anajisikiria. Hakuwa anajua ya kwamba hiyo sio fimbo, hilo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanatembea wako na neno lakini hawaelewi kama ni neno la Mungu. Alikuwa na fimbo, alikuwa anatembea nayo. Mudhu, acha nitembee nayo huyu mzee. Nipadie. Musa alikuwa anatembea, maana Musa alikuwa amezeeka. Akienda mahali, unajua walitembea jangwani sana. Lazima kuibadilisha ni ya kutembelea, lakini kwa lao angeelewa hili ni neno la Mungu amebeba. Muulize mwenzako una neno la Mungu kwako? Kana no moshene. That mouth, hiyo mdomo yako ni neno la Mungu. Lakini umeibadilisha ni moshene tupu. Mambie shonoka. Doke mwere. Niwe mdomo wako ni silaha. Lakini ukakosa kuelewa ni silaha ya nini? Ni silaha ya kupigana na mapepo. Ni silaha ya kupigana na kazi za giza. Ni silaha ya kunena tu. Maana kwenye kinywa chako akamshika Yeremia, akashika mdomo wake, akatia maneno yake, akamwambia lolote nitakalo kuambia ukaliseme, na utalisema na litasikizwa. Maana Mungu amekutia kitu kwenye mdomo wako. Musa akamwambia angalia kwenye mkono wako. Musa akaona haya, niko na baba, niko na fimbo. Ni ya nini? Urakemenya yawe tirimia. Na hata kataka kuonyesha Mungu venye ana nini? Hata igwero ndani ya apostle, mimi sinaga huruma. Sina huruma. Mimi nimekaa kwa Mogeke miaka hiyo yote, sina huruma. Mimi ndio nilipatia watu kiapo. Ukiniletea kiapo kwa ofisi yangu nafikiri unakuja nikuhurumie. Mimi sina huruma. Dire hiyo kitu ilimalizika. Ati ukuja ati nikuate tunawaka. Maria akaidea Murkomen. Ruto akaidea nani? Kedeki. Ruto akaidea nani? So, Sudi. Akaidea wale mikora, akawaweka ndani ya serikali. Mama boga akawachwa pale. Boda boda wakawachwa pale. Wacha nikwambie naye Mungu ni nani? Mungu ni Mungu wa mama boga. Mungu ni Mungu wa boda boda. Mungu ni Mungu aliinua maboda boda baka ndani ya parliament. Mama boga is a government of what? This is a government ya wani. Si aliprophesy. Si walienda kwa kakura parliament. Kwa sababu fulfilled. The word he prophesied. Maneno ambayo unayazungumza yangojee yataku. Your mouth is a powerful weapon. Sijezi nyumbani. Kwa sababu Ruto prophesied and they told you guys this is your government. If you put me in power, you will lead. Are they not leading? Are not they governing? Basi atulie. Mwambie lali adugwe shidano mwapade hii gine. Usikue muoga kama mimi. Unajua kuna kitu mimi naogopa kama hii sindano.
Juzi tu nilienda nikaambiwa nidugwe sindano. Nilifanya ile kitu. Haki nilifanya hiyo kitu. Paka daktari akaniuliza, "Niki kioru general?" Niliona tumenyerera. Sasa nilikuwa na Njoroge wangu. Njoroge akaniuliza, "Hata wewe?" Sasa mwambie Ruto awache kutapatapa na asitengeneze serikali nyingine kwa haraka, maana already there is a king installed by God running the nation. Hello? Already there is what? There is a king. Parliament is no longer parliament. There is other parliamentarians. Wale alipredict wako, they are running the nation. Hello? Nani atamufikishe kaja nenda utoma peleke hiyo report. Kenya has already a king. When David alimwagiliwa mafuta kwa kichwa, Roho wa Mungu aliyekuwa kwa Saul aliiruka akaingia ndani ya Daudi. Lakini Daudi akaambiwa nenda ukachunge ng'ombe. Akaenda, lakini alienda na kipande ya serikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Musa akaambiwa wateue, tafuta watu watakao kusaidia. Akapata watu 72, akawateua, akawagawishia, akagawa nini? The spirit to them. So they started doing as him. When Ruto said, "Mama boga, serikali ni yako," aligawa. Boda boda, serikali ni yako, akagawa. Mtu wa mwisikeri, serikali ni yako, akagawa. Sasa wakati hawa wameanza kufanya kazi yako, why you complaining? Na uligawa. Mwambie atulie. Aligawa. Ana haita ikichotwa, ishachotwa, hairudishagwi. Hello. Na wakati wao wakati Daudi, wakati wake wa kuongoza ulipofika, yule mfalme aligojeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia, alimwagiliwa mafuta akaambiwa nenda kwa kichaka ukachunge kondoo baka wakati ufanye nini? Ufike. Wakati ulipofika, mfalme aligojeka, ugonjwa inatibiwa na music. Mungu anakuanga crazy. Alifanya Sauli agojeke, ugonjwa inafanya nini? Inahitaji music. Na kukatafutwa musician, kukasemekana no kehekemwe kete si kelithagia mburi, kikaendewa, kikakuja, kikacheza kinumbi. Acha nikwambie, kikacheza kinumbi. Mapepo yaliyokuwa ndani ya Sauli yote ikatoka. Kumbe Mungu alikuwa anatafuta contact, akae karibu, ndio kale karoho karibu kamebaki karuke kwa Daudi. Sasa Jensi, uliwaambia power ni yao, uliwaambia kila kitu ni yao. Jensi wamechukua. Yeah. The next president of this nation will be a very young person. Wamechukua. Walitaka tu contact, waguse parliament na waguse state house. Hivyo tu, basi kwisha, maneno yake kwisha. Kale karoho kadogo kalikuwa kamebaki. Ndio naona sitakagi mtu akuje kunigusaguza. Kuna watu wanakuja wananiambia you are blessed, you are blessed. Kumbe nataka ni waizi wa nyota, wanakuja wanaiba nyota yako. Halo. Si ni kwa nini nawapatia hiyo story? Tuendelee baba. Nami tazama, nitafanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia tuko sawa kweli na hii? Yeah? Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nayo wataingia na kuwafuatia, nami nitapatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi. So nani anajitafutia utukufu? It is God. It is the glory of God. In that problem you are facing today, ni Mungu anajitafutia utukufu. Ukamwelewa tu, ujue ni Mungu anajitafutia nini?
utukufu. You are not going to die. The enemies are not going to finish you. Man, God is looking for a position where he is going to be glorified. Kwa hiyo challenge ambayo uko nayo, Mungu anatafuta utukufu. Ndio amekuachilia upate shida, amekuachilia upitie kwenye magumu, amekuachilia ukue ukataliwe, amekuachilia watu wakuchekelea. Ndio wakati atakuja, wao waliokuchekelea, wao waliokupiga, wao waliokudharau, watakuja watasema, kweli tumiona Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Saizi Gen Z imeleta utukufu kwa Mungu dunia mzima. Haleluya. Wao waliotupa kule, wao waliofungiwa nje, wao walioitwa wakora, hata wewe utaenda kuinuliwa. God is going to bless you. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Endelea baba. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli, nisikiliza hapa sasa. Malaika wa Mungu aliyetangulia jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao. Mungu anapoenda kukubariki, malaika watarudi nyuma ndio wakuwekee kinga. Wakati kuna mtu atatoka nyuma yako. Akarudi nyuma, akaweka ukuta ndio awasindikize wana wa Israeli. Kisha watakapovuka mto, ageuke aongoje maadui. I don't know where you're getting me. Hadi walipoanza, yule malaika ambaye alikuwa anawatangulia akatoka kule mbele akarudi nyuma. Kule maadui wako karibu. Maana kuna ulinzi Mungu amekuwekea. There is an authority of God in your life. There is protection of God in your life. In that problem you are facing. In the problem that the family is facing. In the problem that business is facing. In the problem that Kenya we are facing. There is an angel. Na huyu angel amerudi nyuma. Amekaa kuzuia maadui wasipite. Kenya is safe. Mwambie mwenzako Kenya is safe. Yeah, the Bible says, sit there, stand still and see the deliverance I'm about to bring. Tuendelee baba. Just stand still. Ikaradhi na wetere wone uragaye wewe kira. Kayo ni anaenda kuweka mahuduma magania. Huyu Mungu kuna kitu anataka kutenda katika nchi ya Kenya. Alisema Kenya ndio itaanza revival. Imeanza hiyo. Itaingia kwingine. Mpaka watu wote tunyoroso tutengenezeke. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na ile wingu la lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawakuwakaribia hawa usiku kuja. Kumbuka hiyo giza ambayo uko ndani yako. Hiyo giza, that challenge, that problem, that mishap, that challenge that you are facing, itageuka, itakuwa mchana. Hilo wingu ambalo lilikuwa limebeba usiku, limebeba giza totoro, likageuka, likakuwa mwanga usiku na mchana. Day and night. Wakaakishiwa mwanga day and night, ndio wavuke waende kule kwingine. God is not going to abandon you. Mpaka ufuke uende upande ule mwingine. Huyu Mungu atatembea na wewe. Huyu Mungu atasimama, maana amekuwekea wingu litakalo waka. You don't need to be surprised with what's happening. Huyu Mungu ameweka wingu. Ameweka nini? Kuna wingu ambalo litageuka. Lilikuwa giza. Hiyo problem ulikuwa nayo. Hii problem kube ni wingu ambayo imekuleta baka kwa waroige. Nuna imagine hata mwikara gade guthikireria waroige. Karaja. No imagine kana no tuhuje nawe. Magire. No imagine kana tuhuje nawe. Kimodo kile kia mugeke. Kai. Na nikenda na ukita kuthikiriria ukikara ukahorera yego. We. Huyu angekuja, huyu alikuwa mkora kama mimi. Wewe. Hata huko unanijua. Ewe, wewe kimodo kile kia mugeke. Kai. Ereu. Kwa hekera kama futo Na hagetura.
Acha kuna siku moja niliambia wamama wote wasivae trouser. Kenya mzima, mthamaki ni mthamaki. Acha nikwambie, it doesn't matter in what position you are. If you give an order and the order is listened to, unajua wewe ni mthamaki. Nilisema hakuna mama atavaa trouser. Mulivaa? Yeah? Hata nguo fupi mulivaa. Ulidhabutu? Na ndivyo unakuwa kichwa mgumu. Hamukuvaa Kenya mzima. Kenya mzima. Mpaka some parts of Tanzania na Uganda hawakuvaa. Maana waliambiwa kuna mtu ambaye anakunywanga damu ya watu. God will instill fear in them that they are chasing you. Hao maadui wanakufuata. Mungu ataweka fear ndani yao. They will try to come near you. They will not be able to get you. They will not be able to come and stand before you. And the people who are fighting you, Ayubu kila mtu alikuwa amemwambia kataa, wachana na huyo Mungu. Tigana gayo sio. Ni unyali ndio kile maudu matani mega. Huyu Mungu iseme kutesa. Angalia watoto ndio hawa wameenda, nini imeenda, mke ameenda, kila kitu kimeenda, kila mbuzi zimeenda, ng'ombe zimeenda. Na bado nakuamilia huyo Mungu, si wachane naye. Wakati Mungu alikuja, wao ndio walikuwa wa kwanza kumpelekea pesa. Wao ndio walikuwa wa kwanza kumsema hakika Mungu wako ni Mungu wa ajabu. Siku moja inakuja when everybody atakuja kwambie indeed Mungu wako ni Mungu aliye mbinguni. Ako hai. Huyu Mungu ako hai. Mwambie mwenzako Mungu wangu ako hai. Tuendelee baba. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari ile irudi nyuma. Una imagine bahari? Kuna ile botu naibaga taenda mbele na nyuma na upande ile takoje? Siwacha waibaji wao kwa maana nyinyi mnatoa sauti zingine hazieleweki. Upendo wa Bwana ukweli ni waweza kwenda mbele, waweza kwenda nyuma, upande kwa mataifa yote. Yaani upendo wa Bwana ni wajabu. Haijalishi wamekuzingira namna gani, haijalishi wamekupangia namna gani, haijalishi ni nini walisema chako. Atakuja ataposhuka, itaenda mbele, irudi nyuma, upande kwa mataifa yote. Halo. Mego kusharia makwage. Hawatakuona. Wao watarudi wakiulizana. Ule mtu amepita hapa, wanasema ni mtu mwingine anafanana ni kama ni yeye, lakini si yeye. Unajua ule mwingine amekatakatwa. Ule mwingine tunamjua amogeke. Ni mtu wa tubako, ni kimuzee. Lakini mwenye anapita hapo, tumeona ako tofauti, ako smart. Ni tall, dark and handsome. Unaniangalia vibaya hivyo kwa nini? Tuendelee baba. Akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa inchi kavu, maji yakagawanyika. I wish somebody knew. Aseme amen. I wish somebody knew. Aseme hallelujah. I wish somebody knew. Asimame juu aseme, this is what I want my God to do. This is what I want God to change my life. Ani alikausha, akakausha bahari, akaipasua. Ikakuwa nchi kavu. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kukutendea. From today. Mwambie sema from today. From today, from this hour, my life will never be the same again. Whatever they say against me. Kwani hamjui Kizungu? Mimi sitaki watu illiterate. Nataka watu wamesoma. Sema from today. From today. Lakini kujua Kizungu ni kusoma. Si ni wazungu walikuja akatuweka akili baya.
Ati sasa nasema sitaki watu illiterate. Kwani kujua si mimi najua Kisii, najua Kiturukana, najua Kimasai. Am I thumbed? Sema kutoka leo. Kutoka leo. Bahari yangu imepasuka. Bahari yangu imepasuka. Matatizo hayataniona tena. Walioniangalia kwa ubaya, walionifanyia mabaya. Hiyo wipo. Walionifanyia mabaya. Kutoka leo, I am not yesterday. Let me tell you one thing. Papa, beg you. I wish ningekuwa na kakitu. Mudhegi wa mudhuri doshoka borobo. Najua nyinyi amuelewi Kikuyu. Najua mliokoka mkakuwa wajinga. Mudhegi wa mudhuri doshoka gioke. Doshoka gioguo. Mimi ni Mkikuyu, Mkristiano. Mimi si Mkristiano Mkikuyu. Mimi ni Mkikuyu kwanza na kuwa Mkristiano namba 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Because unaniambia niwachane na Ukikuyu yako. Na uniambia niache jina yako. Wewe utakwate. Todo kile muhonoku. Wewe utakwate. Jokini leto ya kile kidogo. Ikuyo. Na ndio tujirio tutikana maodo mako mama tradition niko ma. Uwe wako ma. You start your foundation. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako juu. Mwambie usema rudia nyuma yangu, sema kutoka leo. Kutoka leo. Nimevuka mto. Nimevuka mto. Inchi dunia mto umepasuka. Mto umepasuka. I'm on the other side. I'm on the other side. Nyinyi maadui. Wapoint maadui. Nyinyi maadui. Nyinyi maadui. Mumenifuata siku nyingi. Mumenifuata siku nyingi. Hamutatuona tena. Hamutaniona tena. Hamutaniona. Changwe na vigelegele. Nataka inua sadaka yako juu. Nataka tuitolee Kenya dhabihu. Nataka tuitolee Kenya dhabihu. Sadaka hii ambayo ulikuwa unataka kutoa, inue tu juu. Kama iko kwa simu, inua simu yako juu. Na kama iko kwa hewa, inua tu hewa juu. Sema Kenya. Kenya. Inchi yangu. Ninakupenda. Kenya. Inchi yangu. Inchi yangu. Ninakupenda. Mungu akulinde. Mungu akupiganie. Mungu akuwezanie. Wewe ni mshindi. Kenya. Toeni sauti kama mko wa Kenya ama nyinyi Waganda. Sema Kenya. Kenya. Sema Kenya. Kenya. Wewe ni Mkenya. Sema mimi ni Mkenya. Mimi ni Mkenya. Mimi ni Mkenya. Uzao wa Kenya. Uzao wa Kenya. Uzao wa Kenya. Uzao wa Kenya. Hakutamwagika damu. Hakutamwagika damu. Damu yangu haitamwagika. Damu yangu Ya mtoto wangu haitamwagika. Mtoto wangu haitamwagika. Ya familia yangu haitamwagika. Ya familia yangu Ya Mkenya haitamwagika. Kenya haitamwagika. Kenya. Kenya. Baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Wingu la Mungu likuongoze. Wingu la Mungu likuongoze. Malaika wakuongoze. Malaika wakuongoze. Wasiofaa kwenye serikali ya Kenya. Kwenye serikali ya Kenya. Malaika Michael. Malaika Michael. Waondoe wote. Waondoe wote. Wanaofaa. Gabriel. Tuonyeshe. Kenya yetu. Itawale. Afrika nzima. Dunia nzima. In Jesus name. Somebody say amen. Inua tu dhabihu yako, sema dhabihu hii. Nimeinua kwa ajili ya taifa langu Kenya. Ing'oe magugu yote. Kulingana na Yeremia 1:10. Eti angalia leo. Umekufanya uwe juu ya mataifa. Na falme. Ung'oe
ung'oe, ubadilishe, uteketeze, uangamize, kisha upande na uinue. Kutoka leo ninainua ufalme mpya katika nchi ya Kenya, ulio na utukufu wa Mungu, ulio na mpango wa Mungu, ulio na hisia za Mungu. Kutoka leo ninainua bunge jipya lililo na utukufu wa Mungu, lililo na ufalme wa Mungu. Kutoka leo ninainua jeshi la polisi, jeshi la wanajeshi mpya litakalo heshimu sheria za nchi na sheria za mbinguni. Kutoka leo natakaza kizazi chote cha Wakenya kisitumike kufanya kazi ya shetani. Ninang'oa Illuminati nang'oa, Freemason nang'oa, uabudu wa shetani nang'oa, corruption nang'oa, mateso nang'oa, nang'oa cancer, nang'oa diabetes, nang'oa pressure, nang'oa HIV, nang'oa America, nang'oa Uingereza. Hawatatawala Kenya. Hii ni nchi ya Mungu. Nchi iliyo na utukufu wa Mungu. Sema amen. Amen. Tupige Yesu makofi. Hata hamuelewi. Kama mngeelewa kile kitu mmefanya. Do you know I have graduated you? God has hebu tusome. Tufungulie hiyo Jeremiah. Tafadhali Jeremiah 1 verse 10. I want you to understand whatever we do here, we do it prophetically. Yes. Na ndio nilikwambia hii ni madhabahu. Ukikuja you declare from here. Whatever you have declared will happen. Amen. Will come to pass. Inasema angalia, sikilizeni sasa hapa. Angalia nimekuweka leo. Nani amekuweka? Mungu. Umeprofesai ama ukuprofesai? Now you are able to go. Huto tushida tudogo msiniletee sasa. I am dealing with international. My level ni international. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. My level ni kudili na America. Sasa mimi nashughulikia America mpaka Trump akuwe president. Amen. Hallelujah. Ninashughulikia mpaka Kenya ibadilike. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Nimekuweka leo juu ya nani? Ya mataifa na juu ya nani? Falme. Nations and kingdom. To do what? Ili ung'oe. Ufanya nini? Ng'oa. Na kubomoa. Na kuharibu. Na kuangamiza. Ili kujenga. Na kupanda. That is what God has given you. That is what God has given you. Receive. Put your sacrifices here. More than a conqueror, you Christ, my Lord. I am more than a conqueror through Christ, I am more.
Ngoja. Unajua no demo ikatamudhi. Do you know I don't care? You know anaweza kufukuza mkwende. Mbona mnaimba ni kama mmekufiwa? Hebu inua mkono juu. Na nguvu. Usigoze juu. Na nguvu vizuri. God has given you a power to triumph over snakes and scorpions and they will not hurt you. Yes. Weka vizuri. Zuzuri. Utaenda wewe. Haya, twende. We are more than a conqueror through Christ. Hallelujah. We are more than a conqueror through Christ. We are more than a conqueror through Christ. We are more than a conqueror through Christ. Say, I am more than a conqueror through Christ. I am more than a conqueror through Christ. My Lord. I am more than a conqueror through Christ. My Lord. I am more than a conqueror through Christ. My Lord. I am Endelea baba. Fanya mkono wako moja. Mkono wako wa kulia. Endelea fanya. I am more. More. I am more. My Lord, I am more than a conqueror through Christ. Say, I am more than a conqueror through Christ. I am more than a conqueror through Christ. I am Because now you are a prophet or you are a prophetess. Mgeukie aliye karibu na wewe. Just look for a partner. Mshike mkono wako, msalimie na mkono wako wa kulia. Yes. Haya. Mwambie maneno prophetic, prophesy to them. Mu prophesy. Just speak any prophetic word to them. Mshike tu mwambie prophetic word over maisha yake, over nguvu zake. Prophesy to them. Prophesy to them. Mwambie you are greater. Mwambie wewe ni nguvu. God will win battles for you. Mwambie prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy to them. Prophesy over their life. Prophesy over their life. Prophesy over their life. There is angel. The angel. Wanaingia sasa. Oh, prophesy now. Prophesy. 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 Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hebu tulia tu kidogo. Tulia, unaona? Tulia tu kidogo. Mwache. Endelea kusema yes. Umeanza tena. Yes, prophesy. The angel of heaven is here. I can see Michael. I can see Gabriel. I can see Raphael. You know, when I'm mentioning this, I'm mentioning them because I know there is healing that is happening. There is deliverance that is happening.
There is newness that is happening. There is wisdom that is being released. Inua tu mikono yako juu, you feel, you hear him. Utamsikia tu, mwambie, tayarisha moyo wako because God is doing this. Oh yes. Keyboard. Oh. Yes. Take over, Holy Spirit. Holy Spirit, now take over. Tell them you're here. Show your servant what you want them to do. Reveal yourself to them. Break every bondage. Break every challenge. Break every altars, evil altars against their life. Receive. Take it. Take it now. Take it now. Take it now. In the mighty name of Jesus Christ. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Chains are being broken now. Prepare yourself because the chains are being broken. Hey, the chains are being broken now. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Lift up and say there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there is power, there is power in the name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, so break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus. Lift up and say there is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. The power break every chain, break every chain, break every chain, to heal every
every chain. break every Break chain, every chain. break every chain, break every chain, To break every chain. break every To cast out tokase. break every Break every chain. break every chain, To break every chain. break every Break every chain. break every chain, Break every chain. every chain, To break every chain. break every It chain, covers unto the Lord. Break every chain. break every chain, To break every chain. break every Break every chain. break every Break the yoke of the devil. Break every chain. Break every chain. break every Break every chain. Break every chain. break every chain, Break every chain. break every Break every yoke of the enemy. Break every Oh, chain. Oh yes. Inua tu mkono wako juu. Kuna nguvu mpya inashuka kwako. Kuna nguvu mpya inashuka. Milango yako inafunguliwa sasa. Nasikia sauti ya mbinguni inaniambia kuna milango, biashara zinafunguka. Huduma zinafunguka. Kuna watu wanafunguliwa sasa. I can see there are people that have been living in bondage. Bondage ya kifamilia, bondage ya kimazingira, bondage ya wazazi, bondage ya kule walikuwa nafanya kazi, bondage ya kule foundation wametoka mashamba. Kuna bondage inaanguka sasa, inaanguka. Kuna wale waliolewa, wakaolewa na wakaolewa ama wakaoa katika familia ambazo ziliwafunga bondage, umaskini, mateso. Ndio hiyo sasa inabomoka sasa. It is breaking down. Every bondage is coming down. Everybody, watu wanawekwa huru. You are being set free now. You are being set free now. You are being set free. You are being set free. You are being set free in the mighty name of Jesus Christ. Zile minyororo zilikuwa zimekufunga zinakatika sasa, zinakatika. Minyororo za kifamilia, minyororo za kitamaduni, minyororo za wachawi, waganga waliofunga kazi yako, waliofunga huduma yako, waliokuroga wakafunga watoto wako, zote zinakatika. Waliokufanya mateka kwenye biashara zao, sasa ndio inakatika. You are free now. Thank you. Lift up your hand again. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu, Mwana wa Mungu, uliye hai, uliye hai, kutoka leo nishike mkono, mkono, niongoze mahali popote nitakuwa. Misingi ya familia, misingi ya maeneo, misingi ya nchi ya Kenya, ambayo ni ya kishetani, ninaikatakata, ninaiweka nchi yangu huru. Kenya. You are free. Malaika ambaye unatawala Kenya, chukua ushukani. Holy Spirit, take control. Almighty Father, take control. We surrender our nation into the hands of God. Thank you. Jesus bless you. Bwana akubariki. Mwambie mwenzako Bwana akubariki. Sasa tukutane saa 9:30 for deliverance. Mama, uko tayari? Sahi? Ama tufanye baadaye? Sawa, thank you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Leo kuna chai? Yeah? Nakuuliza, jibu swali yangu. Kuna chai? Mimi sijui mambo ya chai. Mpatie, mshikie microphone. Kuna mshikie. Shikiwa microphone. Kuna chai? Iko. Watu wa jikoni ni nani? Kuna chai. Leo uwapatie on my bill. Kila mtu. Upatie kila mtu.
Nani atanisaidia kulipa hiyo chai? Nimejipatia kiberebere na sina pesa. No koda idia kulipa chai. Wakamia wa 200. Wewe lete pesa. Wewe lete pesa haraka. Harakisha. You have only 3 minutes to receive that blessing. 3 minutes. 3 minutes. Inaenda imebaki 2. Harakisha.